Bwana Yesu, naomba leo Bwana shuka mwenyewe. Na mwagia damu yako uvunguni. Na mnyunyiza kwenye dari. Si unanyunyiza wapi? Na mwagia wapi? Anamwagia damu ya Yesu kila mahali. Bwana, damu ya Yesu inatakaza dhambi. Sio ya kumwagia kila mahali. Ya thamani ndio ile damu. Shida ni hofu, mashaka. Kwamba nafikiri kwamba akimwaga mpaka uvunguni. Mwage si mpaka wapi kwamba jina la Yesu linajitosheleza. Ukilitamka ukiwa unaelewa ukifanya, hata ukitaja mara moja linafanya kazi kwa jina la Yesu. Haleluya! Haina maana sasa usipigane vita vya kiroho. Sio kanunukuu vibaya kama mchungaji anasema tusipambanaga. Nikamaliza maombi nikaka. Kumbe wamekaa kikao na kaka yangu yule. Sasa wamwambia sasa wewe kalale karibu na mdogo wako. Ili ushuhudie anavyoondoka na kufa. Kwa jamaa naye kajipenyeza. Mimi nimelala hapa naye kaja katia ubavu kalaja. Halafu usiku wa manane kumbe kachukua mkono wake, kauleta mkono wake halafu kauweka kwenye moyo wangu taratibu hapa. Huko hapa. Ili awe anasikiza mapigo ya nini? Sasa mimi usiku wa manane na shtuka, sio kushtuka ya haraka ile kushtuka ya kufungua macho. Naona kuna kitu kizito kwenye kifua. Sio kama nakwambia hadithi. Vitu yani vitu live. Yani vitu vinatokea. Kawe naona kuna kitu kizito hapa. Nikasema, hiki kitu gani? Ni shetani hawezi kunyemelea kumsogelea kwa nguvu ndio nayo ya Yesu. Hii baadaye nikaona kumbe ni jamaa atoa mkono wake ukaleta kaweka kwenye moyo. Hapo anasikiliza mapigo ya nani? Yanapopiga. Sasa sijui kwamba yakianza kuisha yarudishe. Hata sikuwa naelewa maana yake kwamba lazima lengo lake yakianza kuisha yarudishe au alishtue. Sijui fanyaje. Sasa na mimi nikamfanyia kaujeuri fulani akiinjilisti. Nilipoona ameweka mkono, nikagundua ni yeye. Nikasema sawa, wewe unajua. Na mimi nikakata pumzi kama kusudi. Ikawasili. Kwa hiyo akaanza kupungua kidogo, yakapungua. Alipoona inazidi kupungua, alinitikisa. Dogo, unaondoka. Nikainua macho nikamwambia aondoke mtu hapa. Bado nipo nihubiri injili. Sijafika Kisaki, sijafika na Morogoro. Bado nipo kwa jina la Bwana. Haleluya. Semeni amina. Amen. Mtu hapa. Bwana sifiwe. Kukacha asubuhi mimi mzima nikanywa chai asubuhi safi. Hawaelewi wale wafika wamechanganyikiwa. Baada ya pale siku ya pili yake nikaaga nikarudi Makambako. Nifika Makambako kwa ile siku nilipigiwa simu. Nikasema jamaa usio kweli wala jithibitisha kama niko hai au la. Nafika Tunduma simu, uko wapi? Niambie Tunduma. Nafika Mbeya, uko wapi? Niko Mbeya. Nafika Makambako, uko wapi? Niko Makambako. Nasema hatukuamini, mpe simu mkamwana tuongee naye. Kama simu mama mchungaji. Wewe ni yeye mwenyewe huyo? Ndio. Umemwangalia vizuri usoni? Nimemwangalia ni yeye. Kwani kuna nini? Hatubasi. Baada ya wiki mbili wakamtuma yule kaka aje Makambako kushuhudia, kudhibitisha. Mpaka kufika hapa tulipo leo. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Naomba usimame. Bwana niinue kwa imani nisimame nipande milima yote. Bwana nipandishe. Bwana nipande milima yote. Bwana unipandishe. Bwana niinue kwa imani nisimame nipande milima yote. Bwana nipandishe. Bwana
Sijajua kama unaelewa. Huu wimbo ni wimbo maalum wa kutaka Mungu akuondoe viwango fulani kwenda viwango vingine. Kwa hiyo unapoimba, imba ukijua unamwomba Mungu akutoe mahali, akupeleke mahali pengine, akuinue kwa imani, akusogeze mahali. Bwana aguse moyo wako. Kwa hiyo imba ukiwa rohoni, imba ukiwa umezama sana, imba ukiwa umemaanisha mno mpendwa, ukiwa umetulia mbele za Bwana. Unaimba ukiwa unamtarajia Bwana. Kuna watu wanakwenda kuinuliwa jioni leo. Watu wanakwenda kuponywa na kutendewa. Ni mahali mashetani hapo wengi itafika. Bwana kwa imani nisimame, nipande milima. Bwana kanisa la Kipentekoste. Kanisa la Kipentekoste ni roho. Kanisa la Kipentekoste ni nguvu. Kanisa la Kipentekoste ni uhai wa Kipentekoste. Na ndivyo walifanya mitume. Mitume walizingatia, walipoambia wasitoke Yerusalemu, wakabaki Yerusalemu. Fanya kwa uaminifu ni kuhakikisha kila wanachokifanya roho yupo, kila wanachokifanya roho yupo. Na ndio maana unapoisoma kitabu cha Matendo ya Mitume toka sura ya kwanza mpaka ya mwisho, ni roho, ni roho, ni roho, ni roho, ni roho, ni roho. Sura ya kwanza, Roho Mtakatifu anatabiriwa ya kwamba mtapokea nguvu. Ule mstari wa 8, Matendo 1:8, Bwana anawaambia mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sura ya pili, Matendo 2:1 mpaka 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Tukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto zilizowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Sura ya 3, Matendo 3. Kwenye mlango wa Suleimani
mlango wa Suleimani. Yule kiwete akawaangalia Petro na Yohana akitaraji kupata kitu kwao. Petro akamwambia kiwete, hatuna pesa wala dhahabu, tulicho nacho ndiko tukupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Sura ya 4 wamekusanyika kuomba. Kanisa ile mahali walipokusanyika wakatikiswa, wakajazwa roho. Sura ya 5 Anania na Safira wanafanya mchezo wakiwa hekaluni, wanakufa wote wawili wanazikwa. Sura ya 6 kanisa limelemewa na huduma ya wajane. Bwana anawachagua akina Stefano kwa huduma ya chakula ya kuhudumia wajane. Sura ya 7 mfia imani wa kwanza Stefano anakufa akimfia imani, anapokata roho, akipigwa na mawe, anamwambia Baba, usiwahesabie dhambi, uwasamehe. Anamaliza kazi, anainua macho yake juu, anasema naona mbingu zimefunguka, namuona mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu, ananisubiri. Sura ya 8 Filipo yuko Samaria, analihubiri neno. Wa Samaria wakalikubali neno, wakamtuma Petro na Yohana, wale wazee wa Yerusalemu waende Samaria. Walipofika wakawaombea wamtokee Roho Mtakatifu. Sura ya 9 Sauli wa Tarso anakwenda Dameski kuwatesa watu wa njia hii, kuwatesa na kuwapiga. Akiwa njiani, Bwana mwenyewe anashuka, anamwambia Sauli, sasa tuma watu Yafa, yuko mtu anaitwa Petro, atakapokuja atakuambia yatupasayo kutenda. Kornelio akatuma watu Yafa. Petro akaja. Petro alipokuja akaanza kuongea nao. Akiwa anaongea nao, Roho akashuka. Sura ya 11 kifo cha Yakobo kikawafurahisha Wayahudi. Sura ya 12 Petro naye akakamatwa, akatiwa gerezani. Malaika anaenda anamtoa Petro gerezani kuweza kwa nguvu. Malaika anamfungua, anamtoa Petro gerezani. Kijakazi Rona anakwenda anafungua mlango, anaangalia kwenye kilango cha lango, anakuta ni Petro. Kwa furaha akashindwa kufungua mlango. Akaenda kuliambia kanisa, Petro anagonga mlango. Wakamwambia una wazimu, labda ni malaika wake. Wakaona kumbe ni Petro. Sura ya 13 pale Antiokia wakiwa kwenye ibada ya kufunga na kuomba, Roho Mtakatifu akashuka, akasema nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Bwana akutenge leo kijana. Inua juu mkono wako. Kijana inua juu mkono wako. Anza kukutana na nguvu za Mungu. Inua juu mkono wako kijana. Bwana ana haja na wewe.